biashara yake haiwezi shikika, ina maana ndoa yake haiwezi shikika, lakini yupo ndani ya kaburi. Tuko na kitu moja ambacho kinanipendeza, ati ni mtu mmoja pekee aliyemfanya huyu jamaa ainuke. Ni mtu mwenye alikuwa ni nabii wa Mungu. Yaani nabii amekufa lakini hapo na mafuta kaburini. Aya, sikiliza. Nabii amekufa lakini yupo na mafuta ndani ya kaburini. Nabii amekufa lakini yupo na mafuta ndani ya kaburini. Tuko na kitu moja nataka mkielewe. Watu wengi ambao wanaingia kaburini, hata picha zao zinaanza kusahaulika, hata biashara yao inaanza kusahaulika. Unapowekwa kwa mchanga ndani ya kaburi, saidia hii. Oh my God, hii maneno tuyaseme vizuri. Unapowekwa ndani, inua hii kitu, 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 yes. Inua hii kitu. Bwana sifa sana. Ukishaingizwa ndani ya kaburi mara moja, watu wanasema you are now a written off document. Kazi yako imesahaulika, mimba yako imesahaulika, watoto wako wamesahaulika unapoingizwa kwa kaburi. Neno la Bwana linasema kumbe tuko na watumishi wa Mungu wanaishi kule makaburini, ambapo ukiwafikia makaburini unainuka kama ulikuwa umekufa. Yaani mifupa yao iko ndani ya kaburi, unapokanyaga kwa mifupa yao unainuka mara moja. Neno la Bwana linasema wakati Yesu Kristo atakaporudi, tuko na kitu moja ataka kufanya. Wale walio makaburini watainuliwa juu. Mwangalie uliye naye, mwambie shida yako ni vile unavyoniona. Mwambie shida yako ni vile unavyoniona. Haleluya, haleluya. Yesu yuko ndani ya kaburi, lakini tuko na kitu moja kinafanyika anapoingia kaburini. Tuko na kitu kinafanyika wanapokuja kutembea kwa kaburi siku ya 4, wanapata sanda peke yake ipo ndani ya kaburi. Wanasema yule mnayemtafuta ni mtu aliye hai, mbona mumtafuta aliye hai ndani ya wafu? Popote ulizikwa tunakuondoa, popote ulizikwa unaondoka, popote ulizikwa unaondoka, popote ulizikwa unaondoka. Wape watu mikono karibu 5, uambie kivuli kinachokufuata cha mauti, waambie kivuli kinachokufuata cha mauti kinavunjika kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kinavunjika kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Waambie kivuli kinachokufuata cha mauti kinavunjika kwa dakika 15. Nisaidie kusema amina iliyo na nguvu. Nisaidie kusema amina iliyo na nguvu. Mtoto wa Mungu, sikiliza, wakamchukua Yusufu kwa ile mifuko, wakamchukua Yusufu. Ndio maana nasema wakamrusha ndani ya shimo. Ninaongelea kuhusu kaburi. Unaporusha ndani ya kisima ama kaburi, ni mahali penye umewekwa, kama umewekwa in a waiting room. I want to assure you, umekuwa kwa kikaburi hilo 2025, umekuwa kwa waiting hall, umekuwa kwa waiting hall. Leo hii katika jina la Yesu, aliyekushika akutane na wewe ukitembea, aliyekushika akutane na wewe ukitembea, aliyezika watoto wako akutane na wewe ukitembea, aliyezika ndoa yako akutane na wewe ukitembea, aliyezika nyumba yako akutane na wewe ukitembea. Nasema Jesus, Jesus, Jesus. Nilisema nikikupa Jesus unanipa power. Nasema Jesus, nasema Jesus. Tuko na watu wameandika historia, wanajua itakana ukufe lini, wanajua biashara yako itakana ife lini. Ninawaambia hata pale kaburini Roho wa Bwana yuko sehemu hiyo. Watatuzika, tutarudi hai. Watazika, nyumba zetu zitafufuka. Watazika, biashara yetu itainuka. Watazika, waume wetu watainuka. Watazika, mali yetu itainuka. Watazika, watoto wetu watainuka. Watazika, ndoa yako itainuka. Aliyekuzika tunampa taarifa tarehe 8. Tarehe 8. God was telling me tarehe 8 ama nambari 8
ni siku ya kuanza tena. Haya, nilikuwa naambiwa tarehe 8 ama siku ya 8 ukifanyia utafiti ni siku ya kuanza tena. Kama uliferi ukiwa miaka 38, haimaanishi miaka 40 utaferi tena. Ni wakati wa kuanza tena, ni wakati wa kuinuka tena, ni wakati wa kusonga tena. Kwa hiyo kuzika, wasikia habari hii, ni masaa ya kusonga. Kitabu ya Mwanzo mstari wa 8. Tunamaliza. Yes. Mwanzo 6 mstari wa 8. Tunamaliza. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki. Mstari wa 8 peke yake. Mstari wa 8. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nataka mtu aniimbie wimbo mmoja unasema na neema imenibeba. Waimbaji, kuna mtu anajua wimbo? Haijawa kuwa rahisi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa ukiona waimbaji wanachanganyikiwa, jua bado hawajui neema ambayo imewabeba. Hallelujah. Biblia inasema hivi, mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Nuhu, Mungu akaongea na yeye akamwambia, hebu rudia tena. Hebu rudia tena. Aliambiwa nini na Mungu? Rudia tena. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Biblia inasema kwamba mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Noa, Mungu akamwambia amepata neema machoni pa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Kuna vitu ambavyo ulipata lakini havikutoka kwa Mungu. Kuna vitu ambavyo unatembelea lakini havikutoka kwa Baba. Lakini nimekuja kukwambia leo, uimbaji wako utatembea ndani ya neema ya Baba. Utumishi ulio ndani yako utatembea ndani ya neema ya Baba. Hautabebwa na neema ya waimbaji, utabebwa na neema ya Baba. Neema ya Baba ikikubeba, utaingia kwa president na utaimba na utatoka na bahasha ukiwa unatembea. Hallelujah. 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 Maandiko yanasema ya kwamba wakati Noa alibebwa na neema ya Mungu, alipopata neema machoni pa Mungu, alikuwa na uwezo wa kuamrisha wanyama wawili wakaingia kwa safina. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Ile neema iliyo ndani yako inakupatia uwezo wa kujitabiria na kutabiria mambo yatendeke. Ile neema ambayo umebeba, Mungu anasema ya kwamba itasababisha milango yako ikaweze kufunguliwa. Ile neema ambayo iko mahali hapa leo, Bwana ananiambia nikwambie, hiyo neema ndio itakusogeza mbele za Mungu. Amen. Ati mtu akipata neema, tuko na kitu moja kinafanyika. Unasimama penye haitakani miguu yako isimame. Ati ukipata neema, tuko na kitu moja kinafanyika. Sura yako inapata muonekano mpya. Oh my God. Ati ukipata neema, wale waliokuwa nafikiria huwezi pata mchumba ukaolewa, wanashangaa mbona uko kwa neti ya harusi. Unajua shida, nguo yenye Shiunda amevaa inakaa nguo ya harusi. Sasa unashindwa ni neti ama ni neti ya harusi.
Sasa ukipata neema, unaanza kutembelea nguo kama za mtumishi wa Mungu Shiundu. Yaani nguo iko tayari na veil. Hapo tayari ni harusi kama sio harusi. Watoto wa Mungu tuseme amina. Watoto wa Mungu tuseme amina. Yaani ukipata neema mbele za Bwana, kule ambako hungeweza kubisha, unabisha bila wasiwasi. Inataka nikutabirie siku moja na utaisikia hii. Kwa siku 8 zijazo mbele, siku 8 zijazo mbele, sehemu ulibisha kwa miaka mingi haikufunguka, enda ubishe mara ya 3. Mungu anafungua hiyo mlango. Siku 8 zijazo mbele ninatabiri, yoyote aliyesema huwezi pita penye umefika, ndio safari yako imeanza. Ndio safari yako imeanza. Yoyote aliye na kibali anapenda, aliye na kibali anainuka, aliye na kibali anasonga. Yaani unapata msukumo wa kupenya na kusonga. Ninahisi katika kanisa hili, watoto wa Mungu mliofika, tuko na watu wanapokea rehema. Wale waliokutajia majina ya nyumbani kwenu, achana nao. Jina la familia yako halitakusaidia. Ni jina la Yesu litakusaidia. Ni jina la Yesu litakusaidia. Ni jina la Yesu litakusaidia. Nisaidia kusema amina. Amina. Sema amina. Amina. Unajua mimi natoka Idaho. Natoka Idaho. Ninatoka Ikolomani. Watu wa Ikolomani kuokoka ni vigumu. Hai, sikiliza. Watu wa Ikolomani hawawachi panga. Anasema ninapohema na ameshakukata. Akisema nitakukata, alimalizana na wewe kitambo. Hey, na kukumula. Umesema vizuri. Bwana siwe sana. Akisema ni basi anakushughulikia. Lakini neema inashuka Ikolomani. Inamnyanyua kijana huyu. Inamwambia panga ikusaidie. Tuko na panga ya neno la Mungu ambayo itakusaidia. Watoto wa Mungu sikilizeni, majina ya location ya kwenu haitakusaidia kabisa. Ati babu yako alikuwa ndio mfalme wa Mumia, haitakusaidia. Neema ya Mungu itakubeba ubadilishe jina la familia yako. Listen. Katika familia ya mtu anayeitwa Yakobo, wote wanajulikana ni wachungaji wa kondoo na ng'ombe. Yakobo amepatikana akifanya kazi katika nyumba ya babake Laban, babake mkwe Laban. Miaka 21 ndiposa apate kupata mke anayeitwa Raheli na akapewa pamoja na Lea. Mwanielewa vizuri? Miaka ngapi? 21. Amepiga saba ya kwanza, amepiga saba ya pili, akapiga saba ya tatu, akichunga kondoo na ng'ombe. Ndio maana nasema alipomaliza kuchunga kondoo na ng'ombe katika boma hiyo, akapewa mke. Wakati alizaa watoto wake nao wakaanza kuchunga kondoo na ng'ombe. Aliyesaidika ni mwenye alikuwa anatumwa kupeleka chakula, anaitwa Yusufu. Hakuwahi chunga kondoo na ng'ombe mahala popote. Neema ikaanza kumpandisha juu ya kulisha mandugu zake. Maana alikuwa anawapelekea chakula malishoni. Neema ya kuanza kulisha familia yake ikaanza kumbeba kutoka utotoni. Mimi nasema wakati neema inapoanza kushuka juu yako, wale wa nyumba yenu hawatakutambua mara ya kwanza, lakini watakutambua siku ya mwisho. Neema ikishuka juu yako, watu mnaotembea nao leo, waliokujua hapo awali, hawatakutambua. Hawatakutambua. Wale watu watakao kutambua ni wale ambao Mungu atakupeleka ndani yao. Ndio maana nasema hata kama ni kwa fimbo uhamishwe kweli, utahamishwa. Hata kama ni kwa magonjwa uhamishwe kweli, utahamishwa. Lakini mahali penye unaenda, neema itaanza kukuinua pole pole.